Lami mwanangu, unajua ni rafiki yangu wa karibu sana. Siku mbili nimekuwa sikuoni kaka. Katika mahangaiko yetu kijiweni sikuoni kaka. Vipi kaka, una changamoto gani? Hamna ndugu yangu, mimi sina changamoto yoyote, lakini unajua mambo yamekuwa mengi sana hapa nyumbani. Kwa hiyo kuna sometimes inabidi nizingatie kwanza mambo ya nyumbani, afa yale mengine atafuata baadaye. Lakini mimi siwezi kuwatupeni nyinyi ndugu zangu, unajua. Tuachane na hayo ndugu yangu. Mimi kuna kitu nataka nikuulize kama utojali. Hivi kuna mwanamke yoyote ambaye anaweza kufanya kitu na mtu yoyote pasipokuwa na hisia naye? Lami, ujaje tu methali zako tu. Anyway, tuachane na yote. Unajua huwezi kuwa na hisia na mtu pasipokuwa na hisia naye. Kwa hata mtu akiwa na hisia na mtu au akiwa katika mahusiano hawezi kufanya tendo pasipokuwa na hisia na mwenzie. Kwa labda nikujibu tu swali lako ndo hilo ambalo mimi nimelijibu. Kwa lazima uwe na hisia ili uweze kufanya hicho kitu. Anyway, mimi nimekuelewa ndugu yangu. Lakini mimi naomba nivumilie kwa maswali ninayokuuliza, kwa sababu kidogo yananivuruga akili. Na wewe unaelewa nini maana ya usaliti? Lami, kwa nini umepatwa na nini kaka? Mbona leo unaniuliza maswali magumu sana siwale? Kaka, kama una changamoto niambie. Maana wewe ni mtu wangu wa karibu kaka. Hebu funguka. Umekutwa na nini kaka? Unajua ndugu yangu, ni mapema sana mimi kukwambia kila kitu. Lakini kwa sasa hivi ningependa kwanza uweze kunijibu swali ambalo nimekuuliza, alafu mambo mengine nitakwambia. Kaka, usaliti ni mbaya. Unajua, labda nikufafanulie. Ni pale mtu ambaye ulikuwa unampenda sana, alafu mwisho wa siku kamkuta yupo na mtu mwingine. Unaweza kujisikia? Lazima ujisikie vibaya. Kaka, usaliti unaweza kupelekea wewe mpaka mwisho wa siku ukapoteza uhai. Kwa sababu mimi labda mimi nipo na mtu wangu afu nikukute naye wewe yule mtu wangu. Kaka, atakufanyia kitu gani? Kaka, usaliti ni mbaya. Wewe utakuwa kuna sehemu umeharibu. Maana sio kaida yako kuwa mnyonge kama hivi afu unanuza maswali magumu. Sio kaida yako kaka. Na hebu jaribu kuniambia mimi ndo rafiki yako wa karibu. Funguka. Oho. Haya bwana, acha mimi nikuache kaka. Kwa sababu nilipigiwa simu na bosi wangu nabidi niende kazini. Kwa mimi nikuache, tutaonana muda mwingine sasa. Basi inshallah hapo mzee aina no. Take care kaka. Pasopa, kwa nini uliamua kunidanganya? Pasopa, hivi ulijua kama naumia kiasi gani? Pasopa, hii ni mara yangu ya kwanza mimi kukupa wewe kazi. Kwa nini usitambue kama mimi sio mtu wa design hiyo? Ila wewe umefeli. Haikujalisha kama umefeli, ndio. Umekuja tena umenyongopea. Pasopa, ujue kama mimi naongozwa na moyo wa mapenzi. Mimi sio mtu wa design hiyo. Mimi nimemleta hiyo jamaa nyumbani kwangu kwa sababu ya msaada tu. Ila yeye kaingia ndani ya nyumba yangu mimi, hadi ndani ya mwili wangu. Pasopa, unaelewa? Pasopa, unaelewa? Ni mtu kutoka na mke wangu mimi, kisa mimi nimemsaidia. Anyway, Wamshua Beka, nisikilize kwa makini. Kweli tunakiri tulikosea, lakini unajua yule tulimkinda
tukamkamata, tukakinda, tukaponda. Alafu usisahau kabisa mimi namba yangu ya NIDA unajua nimesebenza. Siwezi sajili laini bila kutia kidole hapo yenyewe pasopa. Unajua zile. Alafu tulimkamata tukambandua. Alafu vitu unavyonielekeza kwamba yule jamaa bado yupo hai, unanishangaza ubongo wangu ujue maisha yenyewe ya kweli. Wanisikilize. Sisi tulivyofika pale tukamkamata, tukamkinda, tukamponda ujue. Alafu tukambandua. Nembo yenyewe afila hapo ipo kwa nyuma. Unajua alijisikiaje Mshua? Alijisikiaje? Oa, unyago wa kima, ngedere video. Pasopa! Kwa mara hii ulisajili namba bila kidole. Kwa sababu ungeweka kidole, asingeonekana tena. Pasopa. This is the last chance. Yaani haiwezi jirudilia tena. Jamaa akatuma barua kwa mke wangu. Kasema wakutane bondeni. Na ndio fursa pekee ambayo nataka wewe Pasopa uende ukamsajilishe bila kidole. Safi Mshua Daniel. Hapo yenyewe baridi. Asante kwa nafasi yako nyingine ambayo umenipatia. Unajua zile maisha yenyewe ya ukweli. Alafu hiyo fursa ulionipa mimi siichezei. Unajua zile. Nisikilize. Unyago wa kima, ngedele video. Unyago wa kima, ngedele video. Nisikilize kwa makini. Sahau hapo wenyewe kodi zangu zile. Namba yangu ya NIDA aka sajili bila kutia kidole. Oya, mimi raundi hii nambandua kisawasawa. Tena nabandua ile nembo ya fira kabisa kisawasawa. Mimi nimepagawa ujue nikuelekeze Mshua. Nisikilize. Tunaenda wote au unaenda peke yangu? Nakamilisha hilo swala afu baridi barafu tunamaliza kama hivyo kama chizi. Pasopa. Tambua kama mimi sipo na wewe. Sasa naomba nisikilize kwa makini. Tutaenda sote. Ila jamaa kishafika. Na leo nataka iwe mwisho wa huyo jamaa. Kwa maumivu ambayo jamaa ananiacha ndani ya moyo wangu mimi. Yaani nimelaani siku ambayo mimi niliwahi kukutana na huyo jamaa. Nimelaani hata ukoo wao nzima. Wanisikilize Mshua. Yenyewe imeisha. Unajua sometimes tandalia zisiwe nyingi kuliko vitendo unajua zile. Wanisikilize Mshua. Umemwona huyo mshamba? Umemwona huyo mshamba? Umemwona yule kinega? Mtoto mdogo sana kwangu afu anisumboe. Unajua arena naye manyoya kaliwa tayari ujue maisha ukweli. Hapo yenyewe Pasopa. Sabrina. Abe mama. Ndio huko. Ndio mama, niko huko. Mbona uko peke yako? Ndio, niko peke yangu. Vipi? Na kuona umetulia mwenyewe. Mwenzio yuko wapi? Mama. Itakuwa tu yupo hapa. Atakuwa tu mazingira hapa kwa nyumbani. Si unajua tena jika toka chuo mama na mazingira huko hajazoea. Kwa wala hata usijali, itakuwa tu ana fresh mind huko nje. Unamwachiaje atoke? Unajua kwa sababu mazingira haya hajazoea. Mama hawezi potea bana. So mgeni kivile lakini si nyumbani kwao. Sabrina. Unajua kama mwenzio mgeni huko? Ndio mama najua. Kuwa naye makini. Muangalie mdogo wako. Mazingira haya sio salama. Vichochoro vingi, kuna wahuni. Sawa mama, kweli mdogo wangu ni jukumu langu kumwangalia. Lakini mama, si unajua tu yule kashakuwa mkubwa. Kwa hiyo ni tofauti sana kumchunga sana kama mtoto. Halafu mama, vipi mbona sasa hivi unaonekana sana kumuulizia Ji, unamjali sana? Mbona mimi mwoga nikitoka uniulizie? Sabrina. Wote nyinyi ni wanangu. Ndio mama najua, lakini unaonekana unajali sana upande mmoja. Wote nawapenda. Pale alipokuwa mmoja hapo hayupo, lazima niulizie, Ni jukumu langu kama mama.
Acha wivu. Akija mwambie nipo ndani. Sawa, usijali. Haya, sawa. Hiyo miguu sasa. Pole. Nilizama katuni na haya na watu watajua. Wewe tena ndio unarudi sasa hivi? Mama anakutafuta. Vipi dada? Wewe tena ndio unarudi sasa hivi? Tuliana wewe mapema ili mama asije akakukuta huko ndani. Hamna bwana, mimi si nilikwambia kwamba naenda tu hapo kuzunguka nini. Hata sijaenda mbali. Shida ipo mdogo wangu. Huku mtaani kwetu sasa hivi kumeharibika. Kuna vibaka, yani watu kuna vurugu. Kwa hiyo ukitoka huko lazima mama na wasiwasi. Pengine ndio maana alikuwa anakulizia mara kwa mara. Maana hajakaa kwa kutulia huko ndani. Kaenda hapo chakoni uko wapi? Yupo huko chumbani kwake. Yuko chumbani? Nitaenda. Vipi wewe? Mbona umekuja na nguo nyingine wakati hujaondoka hivi? Dadangu wewe acha tu. Nikianza kukuhadisia. Shaanza kunishinda tabia. Leo nikuta huko. Wewe mwenyewe kwanza. Usiniambie. Haya. Dadangu. Kwenye harakati zangu za kupita huku na huku. Nisikute leo kijana anafukuziwa. Nistajabisha Musa filamu utayaona. Anafukuziwa kama mwizi. Sasa sijaelewa ni mwizi au nini, sikutaka hata kujua zaidi. Hai, wewe umenusurika? Jamani, hata mimi si ndo nikamsaidia. Umsaidie? Najua dada yangu wewe usiniamini na kujua akili zako. Kwa hiyo huyu ni mjaribu kumsaidia mwizi sijui nani. Shida leo unanizalau. Ndio umekaa kimai tu yani mdogo wangu yani. Unanizalau sana bwana. Haya jiwe tukasaidia. Nimemsaidia kijana wa watu maana angechalangwa mapanga. Ndio uje. Sasa ndio ushangae ujasiri nimepata wapi, usiniulize, lakini kama nimeujasiri umetokea wapi usijue kaniuliza hilo swali. Ila tujua nimesaidia mtu nikatoka zangu hapo, maana ile kurupushani nini akawa amenichafua kidogo, ikabidi tu nipite kwa rafiki yangu fulani hapo hivi. Nikaenda nikabadilisha nguo ya juu. Sawa, umetoka kwa rafiki yako. Mamako sijui utaenda kumuuliza kitu gani, maana mimi nimwambie tu atakuwa anapunga upepo huko nje. Jesuru. Kwa hiyo sasa ndio mimi nikaongea na mama. Nitafuta. Sawa, wewe nenda. Nitanikuta hapa. Aya. Ila uage makini wewe. Toka huko ulipotoka unajua maisha ni yale nyumbani. Sawa dadangu. Kaa wewe nawe. Nenda huko bana. Ndugu yangu nani? Sidi bana. Ametoka kuna kitu kinanichanganya ubongo. Haya, kitu gani tena hicho lasiboni hicho? Somo mjengo bwana. Mtoka nikaanza nikasema wewe unaonaje tukaenda tukamwambia mama alete mfanyakazi ndani. Hapo umenena. Katika siku ulionena, wewe umenena mdogo wangu. Ndio, natuletea nani. Maana huko ndani anachoka na sio wewe, ni mimi hapa. Kwa sababu saa nyingine unakuwa haupo. Mama yako kalala, inabidi mjumba wote ni usafishe, nipike, nifue, nifanye kila kitu. Bwana dada ni nimekuja tu siku chache ndani, lakini Mungu wangu. Vidole hivi jamani. Ona. Umezidi nawe kudeka. Siku chache tu hapa vinakusumbua. Wewe ungeachwa kama mimi peke yako. Dada vidole vinaota sugu bana. Ndio maana nataka tu tukamwambia mama. Labda ukaongea wewe. Kwa sababu mama anakusikiliza sana. Mimi nitaanza kuongea hapa ataniambia kitu gani kinakushinda. Ataniambia ulishindwa nini kuongea kote huko mpaka msubirijie arudi ndio uje uongee. Ndio maana nimekwambia dadangu kaambia mama wewe utaki. Vipi ulivyoenda huko amekwambia nini? Mimi nimeenda tu kwa mama huko. Kaniambia nimpikie chakula. Na nimechoka. Na ndio nakwambia bwana tu tukamwambia mama aite mfanya kazi. Ujitahidi ndio kuongea naye. Pia nenda kumwandalia chakula kwa sababu ndio nishakwambia. Haya bana poa. Ila hakikisha tunaenda kumwambia.
Muandalie chakula, ale ashiba. Kisha kuja sebuleni hapa pia tutaongea naye. Ukinikana na kununia biri. Nitampikia mama.